Oi, I'm prolific, so gifted. Niko na man of God, God Didi, mtu mbaya kabisa. Sasa kwa sababu lengo la podcast yetu ni machimbo, maoption na biashara ya betting kupitia basketball. Ndio hivyo God Didi? Yeah, sure. Washikaji wanasema episode iliyopita mliahidi kwamba utakuja hapa God Didi kutupa mawe ambayo tukiyavunja na tukiyapeleka sokoni tuna uhakika wa kupata hela. Nilikwambia God Didi atakwambia ni option gani yeye anajua akipita lazima apate hela. Za game 2-3 akizinclude anapata hela ambazo kiuhalisia akistake high lazima amke na hela, au atapata lunch kama ni mkeka wa mchana, au jioni sapa anakula fresh, kwa sababu anajua hizo option mara zote huwa zinakuwa zinampa hela. Na pia nilikwambia God Didi atatupa timu zake ambazo kiuhalisia huaga akipenya either atatupa timu kama timu au atatupa na option ambazo hizo timu huwa anazipata ili zimpe hela. Lakini mimi pia siwezi kukuacha, lazima nikwambie machimbo yangu na options zangu ambazo huwa naamini nikitia hela hapo ni uhakika. God Didi, hebu tuambie option gani ambazo wewe unaziamini sana na timu gani ambazo huwa hazikuangushi, na hata zikikuangusha ni mara chache? Yeah, kwa timu kwanza naweza nikaanza na ligi zangu pendwa. Yeah, sahihi. Mara nyingi kwa sababu muda ambao tuko active ni mchana na jioni. So ligi zangu pendwa mara nyingi ni China. Aidha labda nikienda mbali sana nimeenda Ujerumani na Eurobasket. Lakini commonly ni Eurobasket, na hizi nazo pia kuna season kwamba kuna ligi zinasimama, wapo pre-season, wapo mapumziko. Yeah, sahihi. Lakini kwa mfano kwa saizi CBA na Eurobasket ndio ligi zangu pendwa, na option kwenye CBA option ninazopenda kwenda nazo mara nyingi ni handicap. Na hizi ni handicap za first half mara nyingi, kwa sababu mara nyingi kwenye first half kota ya kwanza na ya pili timu zinakuwa zina pace sawa, so speed ya kuscore na speed ya kudefense huwa zinalingana. Yeah. So huwa sitegemee gap kubwa sana la vikapu, na handicap nyingi huwa zinakuwa kuanzia -5, -4, lakini hadi -7-6, lakini kwa zile timu ambazo ziko strong sana ndio zinaweza zikawa zina accuracy ya kuwa na gap kama hilo hapo. Lakini ukienda kwenye Eurobasket mara nyingi naenda kuzifuata zile strong team, aidha zishinde mazima money line au over ya idadi fulani ya vikapu kutokana na baadhi ya timu. Kuna timu kama Panathinaikos, kuna timu kama Real Madrid, sio Real Madrid ya football lakini wana basket pia. Na mimi na God Didi huwa tunakuwa na derby. Yaani Madrid ya basketball wanapokutana kwenye ligi yao na Barcelona huwa inakuwa ni derby, kwa sababu mimi ni shabiki wa Real Madrid ya football na basket, lakini vile vile Didi ni shabiki wa Barcelona. So mpaka kwenye basket ana support. Anaweza akaendelea Didi kutuendelea kutuchimbia. Yeah, ukiangalia kwenye ishi kama Eurobasket ni ligi fulani ambayo inajumuisha timu za nchi tofauti. So far kuna timu zinatoka kama Uturuki, na ni moja ya timu ambazo zinakuwa strong sana, ndio hizo kina Panathinaikos. Zile timu zote zinazotoka ukanda ule ni nature yao ni wale watu giant. So hili ni kubwa kina Giannis. Yeah, ni watu fulani ambao kwenye timu zao nyingi wakienda kukutana na timu kama Valencia sijui nini, Barcelona wanazionea sana. So mara nyingi huwa nawafuata mazima, na kwenye basket odds zake huwa zitofautiani sana, so kupata odds 2-3 ni kawaida. Bana unamsikia Didi Didi kwanza ameanza kukwambia ligi anazozipenda. Anakuambia Eurobasket. Unajua kuna mashindano ya Ulaya ya timu za basketball. Na amekutajia hapo kina Barcelona, kina Madrid, kina nani, na amekwambia option za kama handicap. Handicap anaipenda, anasema kwa sababu ya range ya vikapu kwenye hizo ligi alizozitaja huwa haziwi mbali sana. Lakini kuna option gani nyingine ambayo Didi unaipenda sana, ambayo iko maybe direct sana, au kuna namna ambavyo wewe una fix ili uweze kuiweka kwenye mkeka wako? Mara nyingi hapa huwa anaenda labda kwenye NBA kwenye player stats. Hapa kwenye player stats huwa tunaangalia wale wachezaji ambao ni strong, lakini lazima tujihakikishie atakuwepo. Kwa mfano sawa. Yeah, kwa mfano Jokic akiwepo kwenye game ana uhakika wa kupatia point 24 plus. Hiyo ndio average yake ya kuscore kwenye season. So mara nyingi ukienda hapo huwezi kukosa Saudi ya 1.5, 1.6 kwenye points. So ukiangalia kuna rebounds, kuna assist, kuna vitu kama hivyo, kuna turnover na nini. Bana unajua anachokisema God Didi ukihusianisha na kampuni za betting anamaanisha ni options, ambazo hizo options tuna select kwenye application zetu za betting ili tuweze kupata pesa. Sikiliza nikwambie, mimi bana ninapenda sana kubeti over za kota ya kwanza, kota ya pili na first half. Ukikuta nimebeti over ya game nzima, jua kuna namna ambavyo nimeamini hiyo mechi inaweza ikanipa hela. Lakini mimi ni
nikienda sana China, mikeka yangu ya lunch mara nyingi wana bet kota ya kwanza au first half. Yani naweza nikamchukua Guangzhou nikampa vikapu labda 20 kota ya kwanza au 20.5 kota ya kwanza, au nikajumlisha kwa kuangalia average ya vikapu wanavyopata kwenye mechi 5 sita zilizopita na mahitaji ya mechi yenyewe, kama tunavyoongea kwamba lazima ufuatilie, nikampa vikapu kuanzia 40 plus, kwa sababu najua Chinese basketball haina hiyo mileage kubwa sana duniani kwenye kwenye basket, lakini kuna namna ambavyo ukiwa unaifuatilia unaweza kujua timu gani ni nzuri kwenye mkeka wako au timu gani ni mbaya kwenye biashara. Lakini hakuna timu mbaya kwenye biashara, kwa sababu timu inapokupa over, kuna mwingine imemkatia mkeka wake wa under, lakini vile vile unapoipa under wewe, kuna muda itakukatia na mtu ambaye ameipa over, ni biashara kwake. So tunachokisema ni kwamba kuamini na kuwa na proper selection ya game hakumaanishi kwamba mkeka wako utatiki, lakini asilimia kubwa tunafanya hivyo ili mkeka utiki. So mimi naweza nikapita China nikabeti hivyo, lakini vile vile kama alivyosema Didi, kuna hizo players stats ambazo mimi mara nyingi naamini sana kwenye rebounds na point. Mtu kama Luka Doncic, mchezaji wa zamani wa Madrid ambaye sasa hivi yuko Lakers, ni mtu ambaye kiuhalisia ni moja kati ya watu ambao wanapiga sana 25 plus, na sometimes huwa anaweza akakupa mpaka triple doubles. Triple doubles inamaanisha anakupa rebounds double digit, lakini assist double digit, pia points double digits. Kuna namna ambavyo ukichimba toka Didi alipotuambia episode iliyopita kwamba ukipita kwenye CSB Sports lakini vile vile AI Score, kuna namba ambazo utaenda kuzikuta. Utakuta mchezaji ni mchezaji wa aina gani, yuko strong, yuko fit kwenye hiyo match, au maybe alitoka injured. So ukishakuwa unajua taarifa za mchezaji, unaweza ukabeti players stats ambazo mara nyingi tuna beti over. Huwezi kusema unamzuia Luka Doncic asipige vikapu, au huwezi kusema unamwambia leo Nikola Jokic asipige rebounds au assist, mimi napiga under. Sahihi ni option ipo kwenye app ya betting, lakini we prefer overs kwa sababu ndio kitu ambacho wachezaji wanaenda kukitafuta uwanjani. Yani defensively, offensively tunatafuta matokeo sahihi ambayo yanaweza kwenda kutushindia mechi. Mfano Godili, kuna kauli moja huwa anasema ili ushinde mechi ya NBA lazima upige vikapu 100 plus. Umeshaniambia hii kauli zaidi ya mara moja. Yeah, sure. Na impact yake niliona kwenye game ya Lakers, alikuwa anacheza na Houston Rockets. Yeah. Tulikuwa tunajadili tunasema bana, Kevin Durant KD mechi iliyopita hakuepo, mechi hii atakuepo. Sasa KD na timu nzima ya Houston Rockets wanahitaji hii game. Yeah, sure. Wanatakiwa kushinda. Ukaniambia sasa ili ushinde mechi ya NBA lazima upige vikapu 100 plus. Guess what? Ile game KD na wenzao waliishia vikapu 94. Na ni moja kati ya kitu ambacho kilituumiza wakamaria wengi sana. Yeah, kwa sababu over ya kwanza ya Houston Rockets ilikuwa ni over 103.5. Hawakufika vikapu 104. So walituangusha. Lakini kauli ya Godidi kwamba ili uweze kufikisha vikapu, ili uweze kushinda NBA lazima ufikishe vikapu 100, inamaanisha kwamba ni mtu ambaye experience yake inaonyesha kabisa NBA timu yoyote ili iweze kushinda game, haijalishi game imetoka under kiasi gani, lakini lazima tupate 100 plus kwenye hiyo team. Yeah. So lazima iwe strong team on pitch kuanzia dakika ya kwanza, kota ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, kota ya mwisho. Bana, isikiliza. Tuna vitu tunavifanya kwenye betting ambavyo kiuhalisia sometimes vinatucost sana. Huo ndio ukweli. Yaani ukitoa options, ukitoa researches, stats na kila kitu, lakini kuna vitu huaga tunafanya kwenye betting ambavyo kiuhalisia kuna muda Godidi mwenyewe ana panic kwamba iliwezekana vipi nikakipitisha hiki kitu. Na mara nyingi watu tunakuwa ni yale makosa ambayo ulikuwa unaona kabisa hiki kitu sitaki kufanya leo, afu unakifanya baadaye kinakuwa na impact kwenye mkeka wako. Makosa gani wewe unayafanya sana kwenye biashara yako ya betting mara nyingi na upendi kuyarudia, ila unayakuta hapo kwenye mazingira yako ya mkeka? Kitu cha kwanza nadhani ni kubeti kwa mazoea. Yaani watu tumekuwa tuna tendency ile, nimemwona Boston na click siangalii, kwa sababu ukiangalia na zile rates za odds alizozipanga Mwindi mwenyewe 1.21, unaona hii ya kuongezea idadi kwenye 2 una click tu. Na ni moja ya makosa ambayo watu wengi wanafanya, na basket imekuwa inawashangaza watu wengi kwa sababu unakuta timu ina odds 8 inakuwa inashinda tu kawaida hizi. Ndio maana mimi nimekuwa muumini mkubwa sana kufuatilia, na kwa wale wanaonifuatilia kwa umakini, nadhani hizi odds 3 kupanda juu ni kawaida yangu sana. Huwa anauliza kwa nini Mwindi amefanya hivi. Nadhani kuna muda hata yale maroboti yao kwa yanaseti hivyo kwamba kuwadanganya watu ambao yanakuwa ili wapumbazike. Yanapanga zile odds. Ndio maana ukiangalia game labda kwenye playoff zilizokuwa zinachezwa kwenye msimu huu, moja ya playoff ambayo imetoa matokeo ya kushangaza ni game kati ya Philadelphia na Celtics na Boston Celtics. Boston Celtics amepoteza
ameshindwa hata kufikisha vikapu 100 nadhani kwenye ile game, na alikuwa anawatoa muhimu wote. Na hapo ndio ile kauli yako inakuja kwamba lazima ufikishe vikapu 100. Yeah, lazima upate vikapu 100 plus ndio unaweza ukaanza kusema mimi naweza nikashinda game. Na aliyekuwa anacheza naye ambaye ni Sixers alikuwa amepewa odds alikuwa almost ana odds 7, baadhi ya books zilikuwa na odds 8. So unaweza ukaona ni namna gani mazoea jinsi watu tunavyoyapelekea, na hiki kitu watu wengi wanacho nadhani, kuwa na mazoea. Lakini pia kuna issue ya kutofanya analysis ya kutosha ya game. Mtu anaangalia tu mwenye ndogo huyu tunamfuata, lakini kuna issue ya kufanya uchambuzi. Kuna injuries kama KDB alikuwa haiko Kevin Durant alikuwa haiko fiti. So hata ile game alikuwa amebi forced kwamba twende ukaokoe jahazi, lakini kwa sababu ni mchezaji mwenye impact kwenye timu. Kwa mtu anayefuatilia basketball unajua kabisa game time yake itakuwa ndogo kutokana na nature ya bana. Unamsikia Godidi anakuambia kabisa kuna kitu amekuja amekigusia cha msingi sana kwenye basket. Yaani haijalishi mchezaji ni bora kiasi gani, haijalishi mchezaji anapiga 3 points kiasi gani, anapiga rebounds kiasi gani, ana assist kiasi gani, minutes ambazo mchezaji anakuwa nazo uwanjani, ile game time ni muhimu sana kwenye mchezo wa basketball. Mchezaji ambaye ametoka injured huwa hawi na muda mwingi wa kucheza, right? Na mara zote huwa anaangalia kwa jicho la tofauti, mara nyingi wanapumzishwa sana. Sasa hii inategemea na mahitaji ya mechi. Sometimes key player kwenye timu anaweza asicheze muda mrefu kwa sababu wana hakika tumesha qualify kwenye hatua fulani. So ingia pasha dakika zako 20 30 ndio ukae bench. Lakini pale ambapo anahitajika kuwepo uwanjani muda mwingi, maana yake atacheza muda mrefu, sio? Tutakuja kujua huko mbele tunakoendelea, kwa sababu tunajua basketball mchezaji anaweza kaingia fakatoka akapumzika tena akarudi uwanjani. Huko mbele tutakuja kupata details zaidi kwa mifano hai zaidi namna gani ambavyo hiki kitu huwa kina impact kwenye mechi. Kwa sababu unapomwona Lamelo Ball anacheza dakika 40 kwenye zile dakika 48, usifanye masiala. Basketball ni mchezo ambao kiwalisia watu wengi wanaweza kusema ni wa mikono, lakini unahitaji wachezaji kuwa fit. Yaani injuries ni moja kati ya kitu ambacho mara nyingi kinaangusha mikeka yetu. Though anachokisema Godidi kuhusu odds 7 za Sixers zina factors kibao. Tatum alikuwa injured, amerudi, anaweza akaperform mechi ijayo asiperform. Sure. So we expect lazima uwe na jicho la kufanyaje, la kufuatilia. Ndipo hapo anapokuja Godidi anakuletea ile kauli ya kwamba lazima ufikishe vikapu 100. Na mara nyingi anayekuwa wa kwanza kufikisha vikapu 100 nadhani huwa anashinda. Na advantage ya kushinda game. So far kuna watu pia wanakuwa wanafeli kwenye issue ya kuchase losses. So yani mtu anakuwa labda asha stake mkeka wake, bahati mbaya umepoteza, lakini ile panic sasa anapoenda kufukuzia kwamba nirudishe hiki nilichokipoteza, pale anakuwa haipo makini kwenye machaguo. Obviously atachagua odds ambazo zitamrudishia hasara kwa lazima, lakini mara nyingi mtu aliyo panic hawezi akafanya maamuzi sahihi, so anaenda kupoteza beti moja kwa moja. Yaani kwamba ile laki moja imepotea, inabidi niongeze hapa, nicheze hapa sasa dawa, sababu nimepoteza laki, nitafute odds 3 niweke laki, nipate laki nyingine ile iliyopotea, laki yangu na laki ya faida. Sure. Tena bang. Na kampuni za betting huwa zinabugia tu. Na mcheka ukichanika waga unachanika mapema kabla ule ambao unatiki, malipo huwa yanachelewa kidogo, si ndio? Sure. Bana, sikiliza. Kila mtu ana imani kwenye betting. Kuna namna ambavyo kila mtu anaamini kwenye betting. Ukiniuliza mimi huwa naamini kile ambacho nilikifikiria cha kwanza kwenye betting kabla ya kufungua application ya betting ndio huwa inakuwa sahihi. Yaani kama nilifanya research AI Score au CBS Sport nikaangalia taarifa zikoje, kile nilichokifikiria, kama niliwaza kumuua Boston Celtics, kama niliwaza kumpa timu yangu chama langu Golden State Warriors, basi lazima niende hivyo. Na mara nyingi huwa nikibadilisha vile vitu nikiingia kwenye application ya betting, huwa ni moja kati ya makosa yangu makubwa sana huwa nakuwa nimeyafanya. Wewe unaamini nini Godidi? Nadhani na mwenyewe naamini katika festival bwana. Kwenye game nyingi ambazo huwa imetokea nimefanya maamuzi nikaja kuyabadilisha, huwa napoteza kwenye game nyingi ambazo nimefanya hivyo, lakini nadhani ule utafiti unaokuwa umeufanya mara ya kwanza unakuwa sahihi zaidi. Sahihi. Na Godidi ni moja kati ya watu ambao wanaamini New York Knicks anahitaji kupigwa na kuuawa kwenye kila mechi. Yaani anatakiwa kuuawa tu. Yaani wewe ukimwona Knicks anacheza muue. So tunachokifanya sisi ni kukuleta karibu na biashara ya betting, ni kukuleta karibu na mchezo wa basketball na kuviunganisha hivi vitu viweze kutupa nini ambacho tunatakiwa tukifanye kwenye betting. Unajua nini? Sikiliza nikwambie, story bado ni nyingi na
kuna namna tunataka tukulete kwenye biashara yenyewe, namna gani sisi tunaifanya, experience yetu kwenye betting, kwa nini sisi tuko hapa, na kwa nini tunasema unahitaji consistency, na kwa nini sisi tunasema tumekuepo na tupo na tutaendelea kuwepo. Sikiliza, unahitaji kujua Godiddy amedumu vipi kwenye game. Unahitaji kujua kwa nini Godiddy alibeti basketball na kwa nini alichagua basketball kuwa ni favorite sport yake kwenye betting. Godiddy ana beti football, Godiddy ana beti baseball, Godiddy ana beti michezo tofauti, lakini kwa nini basket? Na experience yake ina nini? Ndani yangu mimi kuna nini kwenye kubeti? Na kwa nini niko hapa mpaka leo? Sikiliza, next episode ina kila kitu. Ciao.